LTN. Your trending mission. So then umesema sama whatever, you sometimes use my song. Now, have you ever asked yourself, huyu mwenye amewahi imba hii wimbo anakuwa na maisha gani? Anaishi wapi? Ako na watoto? Je, watoto wake wanasoma? Maisha yake kwa ujumla iko vipi? Hii wimbo yenye inatufurahisha. Hamujawahi labda. Hiyo si makosa, haina shida hiyo. I want to tell you my sister. 2017 ndio niliimba wimbo ya NASA TB na ilishika kila pande za Kenya. Hakuna any aspect. Naam. Sidiko ndio na clip I live in London. Sidiko ndio na clip yetu ya watu wa London wakicheza hiyo wimbo kwa street wakati wa maandamano ya London. I saw it. Ya NASA. Niliona. Ya NASA uliona? Yes. So 2017 after mimi kuimba NASA, and you can bear me a witness, there is no any single aspirant alikuwa kwa coalition ya NASA mwenye hakutumia song yangu ya NASA TBM. 2018 I lost my wife, and you understand? Yes, thank you. You understand the song ilinitoa kwa normal common mwananchi to a VIP. Inamaanisha I was a VIP, I was a national figure. So inamaanisha nikiwa na matanga yangu cannot compare na matanga ndogo ya kijiji. It was matanga kubwa sana. Na you understand, wakati unaonekana kwa podium ukiimba na hawa watu wana believe wewe sasa uko na maisha mzuri, wewe mambo yako iko safi. I can even nakumbuka saa zingine tulikuwa hata tukiwa kwa meetings zetu za wanamuziki, unasikia watu wanakuita rafiki wa Raila, usiep Raila, tuenda uambie Raila, they believe that you can access Raila anytime. They believe that you can call Raila anytime and tell Raila problem ile saa zingine watu wengine hawezi wakaambia. Unaelewa? Now, wakati nilipata matanga, my dear, nilipata matanga nikiwa hapa Nairobi. It was one of the worst lifestyle nimewahi experience. Wakati everybody alini-ignore wakifikiria Onyi na deal na waheshimiwa, matanga ya Onyi they will handle. Unfortunately bloggers wakaanza kublog, sijui mara yo ametoa sijui nini, sijui Raila ametoa nini. And I'm telling you the truth, my sister, I could call those people, no one could have picked my call. Nikabaki niko stranded. I remember there is this radio station inaitwa Mayenga FM. Nilipigiwa simu na Festa Samimo akiwa live on air. Akaniuliza, Onyi, pole sana kwa matanga. Tunajua uko na matanga, tumesikia ABCD, sasa mipango iko vipi? Na watu wa ODM wamefanya nini? Unajua wakati huo tulikuwa tuko na by election Ugenya, of which I could not say anything negative kuhusu party ya ODM. It could have turned to politics. Unaona? Mimi kwa hekima zangu, kwa sababu nili-ignore, hata wao pia wanasikiliza tu the same Mayenga, nikasema nashukuru watu ODM they have come, at least tumeongea, tumeweka mikakati, tumepanga, na mipango sio mbaya, mipango iko mzuri. Unajua mimi naisema hii kwa imani, lakini the truth of the matter, napiga simu zangu hazipokelewi. Now there is a friend of mine anaitwa Kentrack Kibra, ndio nilimpigia simu nikamwambia Ken, mimi nimefika kwa ukuta. One, bibi yangu nanyang'anywa. Kwa nilikuwa na kesi, nilioa bibi alikuwa na mtoto. Sasa kuna ule baba ya ule mtoto wake ule wa kwanza alikuwa ametaka kumchukua aende amzike. Unaona? So najaribu kutafuta msaada, at least niende nizike bibi yangu. Ken akaniambia Onyi uko wapi? Nikamwambia niko kwa nyumba. Akaniita niende Lavington penye naishi. Nikaenda Lavington. Tukapiga story na Ken, ninamwambia bwana Ken, unajua iko hivi na hivi. Hapo kwa Ken inakuaga kwa gym. Ken ako na VIP gym. Sasa Faruk ambao ni PA wa Ruto akakuja hapo kwa gym. Ananiambia basi watu hata nikuhandie huyu akupatie kitu kidogo kwamba uko na matanga. Akaelezea huyo Faruk, anamwambia huyu kijana ako na matanga, amekwama hapa ABCD, tulikuwa tunataka tumsaidie, tumfanyia rambe. Akasema mimi saa hii naye niko na mambo mengi,
na sijui kama tutasaidiana aje. Unaona, imagine Farouk alipigia Ruto simu tukiwa tuko hapo kwa Kentrack, anamwambia kuna kijana, na hata saa hizo nilikuwa mimi sijawahi hata imba wakina Ruto. Kuna kijana anakuwa supporter wetu sana, anatoka Kibra, amepata matanga. Na unajua mimi sikai Kibra. Sasa sijui tunaweza tukamsaidia aje. Na Ruto akachukua simu, naongea na Ruto kwa simu for the first time. Kanaambia hali si mzuri, tuko na mambo mengi tunafanya, lakini tutakusupport kidogo. Hao watu wakanipatia 300,000. Unaona? Mimi ukweli nikatoka hapo nikaenda kwa ofisi ya Kalonzo. Unaona, kwa sababu Kalonzo pia tulikuwa tumeshajenga urafiki na Kalonzo. Nikaenda kwa ofisi ya Kalonzo nikamulilia Kalonzo, nikamwambia venye iko. Nilienda kwa Kalonzo kwa kupitia MP wa Embakasi South, anaitwa Julius Mawande. Akanipeleka kwa Kalonzo. Kalonzo akanipatia 150,000. Nilikuwa niko na 450,000. Vile nilipata hiyo pesa, my sister, nilikuja tu nikasema it was on Wednesday. Nilisema Saturday nazika bibi. Nikaenda kwa mochari, kwa hospitali, nikalipa everything. Na mimi nikabeba bibi, nikaenda nayo nyumbani. Nikaenda kuzika. Unaona? Sasa tukiwa tuko kwa matanga, wakina Orengo walikuja. Kumbuka tulikuwa na by election Ugenya, ambapo mostly politicians wanapenda mahali penye kuna matanga, at least they can talk. You understand? Yeah? So wakina Orengo walikuja, mpaka my governor anaitwa Rasanga walikuja. Wakaanza kufanya harambee pale. Walifanya harambee na ninakumbuka ilipatikana 75,000. Sasa mimi nilikuwa niko na hasira. Nasema hao watu nimewafanyia campaign ABCD wanakuja kunifanyia harambee kama tayari nimeshaleta bibi nyumbani. Kwani mimi nilikuwa nataka pesa ya kufanya nayo nini? Nilikasirika hiyo pesa nikanunulia watu changa nyumbani wakakunywa. Unaelewa? Nikarudi Nairobi. Nimekaa kidogo, ikakuja hii ikafika wakati wa by election ya Kibra. Wakati sasa nani alikufa ukop. By election ya Kibra. Kupitia mimi nilikuwa na kampeni ya jamaa anaitwa Tony Sine. Nilimfanyia wimbo ilikuwa inaitwa Toy Pod Pack. Nikafanya wimbo, lakini kwa nomination Imran ndiye alishinda kwa ODM. So ikabidi wale wenye tulikuwa kwa hizo kambi zingine si lazima Sorry, wacha nikukate kwa vile I'm listening na zingine zitanipita. Okay. Huyu Tony alikuwa ODM na order. No, Tony alikuwa ODM. Sasa tuko kwa nomination ya ODM. Yes. Sasa hapo ndani ya hiyo nomination mwenye alipita ni Imran. So si nomination imeisha, sasa watu wote wanaungana kuja kwa side ya Imran kwa sababu yote ni timu ya ODM. So Imran akasema kuna yule kijana alikuwa naimba wimbo ya Toy Pod Pack, kwa wimbo yangu ilikuwa mzuri. Si tuongeni na yeye atutengenezee wimbo ya campaign. Kuna msichana anaitwa Night anatoka pia Ugenya. Sasa Night tulikuwa karibu na yeye. Kupitia Night ndio alitumwa kwangu. Nikamwambia Night, kama tunataka niwatengenezee wimbo ya Imran, mtanilipa 200,000. Imran mwenyewe Good, nasema hiyo ni nzuri yani. Yes. Mtanilipa 200,000. Imran akaniambia, Onyi, nimetoka kwa nomination, nimetumia pesa mingi, nimeishiwa, sina pesa, nitakulipa 100,000. Sasa mimi nikaona kwa sababu hii ni party yetu na hii ni kitu ya nyumba, siwezi nikakataa. Unaona? Nikakubali. Tukakubaliana kwamba tunaende kwa studio, nitatumiwa pesa. Mimi na mbio zangu nikabeba watu tukakimbia Kisumu. Wakati huo studio ilikuwa na record Kisumu. Nikatoka Nairobi nikaenda kurekodi Kisumu. After recording nikapigia Imran simu. Nikamwambia, mheshimiwa, ile wimbo yako nimeshamaliza. Ananiambia, umemaliza wimbo? Uko wapi? Nikamwambia niko kwa studio. Akaniambia, wewe kama unanidanganya. Mbona hata sisikii background ya studio, like alifeel ni kama nataka kumuiba pesa. Unaona? Nikamwambia fine, basi wacha nikutumie sample, ufanye nini? Usikilize ili uwe sure. Mimi na ujinga zangu nikachukua wimbo nikatumia Imran. After kutumia Imran wimbo, nikipiga simu sasa ashiki. Nika-assume labda ako too busy. Unaona? Ilikuwa on Friday. Kesho yake Saturday, kumbuka bado tuko studio Kisumu, tunangoja tutumiwe pesa ndio tulipe studio na pia nibebe watu turudi wapi? Nairobi. Kufika Saturday, my sister, Saturday saa 1 usiku kwa news.
Kumbe Joho alikuwa anaenda Kibra. Tunaona Imran Podpek ndio watu wana dance Kibra. Sasa producer ndiye aliniita. Ananiambia Onyi hebu kuja. Yaani tumekaa na wewe hapa unatudanganya hujapewa pesa na wimbo kumbe ulishatuma paka Nairobi ndio watu wana dance Imran Podpek hapa. Sasa ikawa mimi ni kama mimi niko mkora, nimeshalipwa pesa na nataka kuosha hawa watu paka watu wa band. Vitu zangu za kama keyboard nini ikashikwa studio. Ili bidi nitoke tena nikuje Nairobi nitafute Imran nipewe pesa ndio niende nifanye nini? Niende nichukue zile vitu Kisumu. Nilitafuta Imran my sister siku make. Nao nikakimbia kwa the same Ken. Nikamwambia Ken because Ken pia ni wa Kibra. Ken, nimefanywa hivi na hivi na hivi bwana. Unanisaidiaje? Akaniambia Onyi, wewe pia unakuaga tu fala. Sasa hizo Ken walikuwa na msichana mwingine hapo hivyo, kumbe huyu msichana ni girlfriend wa brother wa Mariga. Unaona? So ule msichana anamuuliza Ken. Hello? Who is Mariga? Mariga si ndio huyu mwenye alikuwa anasimama na Jubilee kwa by-election ya Kibra. Yes. So ule msichana anauliza Ken, mbona huyu jamani kama anamjua? Ken anamwambia si ndio ule jamaa wa TB Mtialala. Na si umwambie tutengenezee wimbo jamani. Una hizo za haraka tu. Ukitutengenezea wimbo unaweza taka pesa ngapi? Kabla sijajibu, Ken akasema aje? Huyu wacha tu tumpatie 300,000. Unaona? Kimchezo tu hivyo. Atakubali kweli. Unajua sasa wanajiongelesha mimi nimenyamaza. Unaona? Lakini nikafikiria nikasema, mimi nitakuwa nafuata 100. Hii ni 300 iko hapa. Na ule mwenye natafuta pesa hata simu zangu ashiki. Mimi kwa sera zangu I took money. Nilichukua that 300,000 na nikaenda kwa studio, nikarecord. Wakati nilirecord wimbo nikapigia Ken, nikamwambia Ken nimeshamaliza song. Unaona? Na unajua pia nikatuma pesa Kisumu, ile song ya Imran nikalipwa na vitu za Kisumu zikabebwa watu wakarudi Nairobi. So inamaanisha hii pesa nimelipwa Jubilee ndio nimelipa na hiyo wimbo ya nini? Ya ODM. You understand? Hiyo ilikuwa ya Jubilee, sio? Yes, hii sasa ni ya Jubilee ambayo sasa ni ilikuwa bado sasa hii nini bado azimio haijakuja. Yes. Now nikabeba watu tukarudi hapa Nairobi. Wakati nilimaliza song nikaambiwa nipeleke wimbo Ngong Hills Hotel. Kama unajua hiyo hotel iko pale Ngong Road. Nilipoenda hapo nikapata hao viongozi wote. Nikapata wakina Faruka hapo, nikapata Mariga, Honorable Muridhi, Korir, Walangata walikuwa hapo. And my sister, I can tell you for the first time tangia nianze kuimba, vile hao watu walinipokea nilifeel. Unajua kuna vile watu wanaweza kukureceive hadi you feel proud. Nilifeel yani kukua msanii, nilifeel tu utamu ya kukua msanii. They really treated me well. Wakaniambia Onyi, on Sunday tuko na rally Kibra, utakuja uimbe. Nikalipisha pesa, nikaenda kwa hiyo rally. Sikujua impact. Sasa after kwenda kwa hiyo rally ndio mlipuko sasa ilitoka. Onyi ni msaliti ABCD. Unajua sasa mimi kwa sababu ya party yangu ya ODM, vitu ambazo zinakuelezea hapa sasa singeweza kujisema kwa media, maana ingekuwa ni kama sasa mimi napiga party. You understand? Nikavumilia nikasema hii vita imekuwa mingi, niwacha niwache. Nikawacha kufanya campaign ya Jubilee, nikakuja nikarelax. Unaona? After hapo nikakuja nikatengeneza song ya BBI. BBI unajua vile ilienda ikaenda. Now 2022 nilifanya song ambayo inaitwa Inawezekana, ambayo tulifanya collab na msichana mmoja hivi Mkikuyu anaitwa Wanja. Now uliona? Now tukaitwa huyu msichana alikuwa na nini? Alikuwa na connection na women rep wa Nyeri. So kuna wakati wa Kikuyu walikuwa ndio kufanya declaration ya kunominate Raila officially kwamba wao kama Kikuyu they are supporting Raila. Sasa tulikuwa tuko na azimio ya Nyeri. Huyo msichana akakuwa invited, akanialika tukaenda pamoja. Nao tukifika Nyeri, nimehaya gari, nimebeba band kila kitu, tumeenda nayo Nyeri. Nikiwa nimekaa kuna msanii anaitwa Ben Gidae, yule mwenye aliimba Uhuru Ruto tano tena. Na sasa yeye alikuwa upande wa Uhuru. Sasa yeye ni kama uko upande wa Jubilee. Sasa tunajua Jubilee na ODM zilishikana zinaitwa Azimio sasa.
Sasa huyu msanii anakuja penye nimekaa na niambia Onyi, huko kwa ODM yenu kwani nyinyi mko na shida gani? Nikamuuliza kwa nini baba? Eti nimeambiwa wewe nisikupate platform uimbe. Namuuliza kwa nini? Eti MC wa ODM ambao anaitwa Mdomo Bagi amesema nisikupatie platform uimbe. Unajua mpaka niimbe ndio niweze kulipwa na yule mama wa Nyeri. So kama sijaimba hakuna malipo na nimehaya gari my sister. Nimefika nikasema nitafanya aje. Kuna rafiki yangu anaitwa Victor Marende ambaye anafanya kwa ofisi ya Orengo. Ni secretary ako kwa secretariat ya Orengo. Alikuwa hapo nikamwendea nikamwambia Victor, mimi nimekwama hapa Nyeri. Nilikuja hapa na sijaimba na hata vile nitarudi Nairobi sijui. Tufanye aje? Akanichukua mkono akanipeleka penye wakina babu walikuwa wamekaa wakina babu Owino. Akamwambia babu, Onyi alikuja hapa na amezuiliwa kuimba. Sasa babu ananiambia Onyi, my friend, hapa kwa ODM vitu zingine ni kuvumilia tu. Sasa usichoke hata kama unabanwa hivyo. Ngangana tu, hata sisi unatuona hapa saa zingine tunafanyia vitu za ajabu lakini tunavumilia tu. Usivunjike moyo. Unaelewa? Jioni tuko na dinner itafanyika Nyeri County Club. Utaimba. Nikisema hello? Yeah, nasikia. Yes. Wakati nitasimamishwa tu kuongea hivi, nitakuita ufanye nini? Uimbe. Mimi si kuenda, nikanyamaza tu hapo Nyeri, nikabai time, nikafika usiku, dinner ikafika, nikaenda. Kufika pale nilipata neema na ulienda dinner? Nikaenda dinner Nyeri sasa usiku. Sasa tukiwa hapo kuna huyu MP wa Homa Bay town anaitwa Opondo Kaluma. Anakuaga rafiki yangu sana. Sikuwa nimemfikiria kwamba ako hapo. Wakati nilimuona tu hivi nikaenda kwake nikamwambia mheshimiwa, unajua nimekuwa hapa kuanzia asubuhi na kuna blockage iko ambapo sijui ni ya nini, sikupewa nafasi ya kuimba na nisipoimba huyu mama haizi nilipa. Akaniambia utaimba. Wakati Opondo alisimamishwa kuongea ndiye akaniita nikaperform. Kuperform ule mama akaniambia, nikaenda kule mama sasa ili tulipo, akaniambia pana mimi dinner haikuwa event yangu. Event yangu ilikuwa ya mchana na sikuona kama una perform. Nikamuelezea, hakunielewa kabisa. Nikirudi kwa Opondo Kaluma. Opondo Kaluma alinipatia 20,000. Ndio nilirudi nayo Nairobi. Nikabeba watu nikarudi Nairobi. Nikasema sasa hizi vita nitazifanya aje? Sasa tukakuwa na rally Azimio ilifanyika Kasarani. Ile ya kwanza kabisa ilifanyika Kasarani. Ukiangalia utaona nikiperform hapo. Maji ndiye alikuwa anasimamia entertainment. Maji akanipigia simu. Ananiambia Onyi, tumefanya research kwa ground kwa upande wa entertainment, public demand watu wanakutaka. Lakini kwa secretariat ya Azimio uko na issue au takwi umekuwa blocked. Namuuliza shida iko wapi? Kumbe Junet Muhammad, kuna mama anaitwa Madam Jane alisimama Embakasi North. Embakasi North hiyo ndio Dandora na Kariobangi. Alikuwa amesimama na ODM. Na unakumbuka Nairobi Raila alifanya zoning. Kuna sehemu waliwachia ODM, zingine zilikuwa za Jubilee. Kulikuwa na hiyo zoning, si ndio? So Embakasi North kuna mtu alikuwa amesimamishwa hapo anaitwa Wangoro ambaye alisimama na Jubilee. So sisi tulikuwa tuna support yule wa Jubilee. Kumbe hii kitu ilikathirisha Junet, kwa nini si support Madam Jane? Unaona? Sikuwa najua kwamba Madam Jane ni bibi wake mdogo. So hii ndio ikawa sasa vita. Unaelewa? Hii ndio ikawa vita, nikakuwa blocked ya kwamba sitaimba wapi kwa shughuli za Azimio. Now Maji akaniambia Onyi, wewe kwa secretariat utakui budget yako hakuna. Kama unaweza kuja kuimba Kasarani bure, mimi nitakupatia platform ufanye nini? Uimbe. I'm telling you the truth, mimi napenda Raila na party ya ODM. I took myself, nilienda nikaimba. Na niliperform ni kama mimi ndio nimelipwa milioni. Unaelewa? Wakati news ilikuja jioni kwa entertainment, ni mimi nilikuwa naonyeshwa because of the kind of a performance yenye nilifanya pale my sister. Hiyo ikaisha. Tukawa na Azimio ya pili tena Kasarani. Nikapigiwa simu na Milka Omondi, wewe mwenye anaimba wimbo ya Yesu Tio Talenga Lenga. Cause mimi ndio nilimpeleka. Ni wauda. Hapana, yeye ni bado tujafika huko kwa UDA, bado tuko tu kwa Azimio na kupea tu story. Nao huyu mama akanipigia simu akaniambia Onyi, nimepigiwa simu kuna Azimio Kasarani. Wewe umeshaitwa? Nikamwambia mimi sijaitwa bado.
na mbona wewe hujaitwa? Nikamwambia wacha ningoje. Mimi nilingoja nikaona siitwi. So wakati kuna rally, kuna kuaga na kitu inaitwa dry run. Like kama rally ni kesho, nyinyi mnaenda leo kwenda kufanya preparation, kutest sauti, kuweka wimbo yenye utaimba, wanaangalia wimbo gani itaanza ya kwanza hivyo. Mimi nikaamua kujipeleka tu. Nilikuwa nimeambiwa na huyu mama, nikajipeleka tu. Kufika hata kupewa ile card, kuna ile card ya imeandikwa artist ya siku ya rally, unaivaa at least watu wajue wewe ni msanii. Hiyo card nilinyimwa kwanza. Nikasema sasa kuna kuaje? Nikasema okay, sitakosa kuenda kesho siku ya rally. So mimi siku ya rally I went. Nilienda hapo, but siendi kama msanii kwa sababu jina yangu haiko kwa list. Siko kwa hesabu kabisa. Nimepeleka ule mama ambapo mimi ndo nilikuwa namuendesha huyo mama, nikampeleka hapo Kasarani. Sasa wakati ule MC anasema, unaona wakati performance inaendelea unasikia MC anasema baada ya Onyi kumaliza kuimba, msanii fulani jiandae, wewe ndio unakuja next. Tunaelewa? So huyu mama anaitwa Milka Omondi. Lakini MC akawa anaita anayekuja next ni Milka Otieno. Na huyu mama unajua ni mgeni hapa kwa siasa, mimi ndio nimempeleka. Mimi nikaenda kwa masikio ya Mdomo Bagi, at least nimwambie sio Otieno ni Omondi. Kozu ni bibi wa mtu. Ukimistake tu hiyo jina peke yake inaweza leta issue. Unaelewa? Naenda namwambia tu pole pole aitwi Milka Otieno, aitwa Milka Omondi. My sister Mdomo Bagi alinitukana. Toka hapa takataka wewe, maneno yako ilishaisha wewe, sijui nini umbwa nini. Ai! Sasa mimi nikaingiliwa na hasira. Mimi pia kama mwanaume, unajua ananitukana, na kuna huyu MC wa Wiper wa Kalonzo alikuwa hapo pembeni anasikia vile ananitukana. So unajua kwa rally kelele ni mingi, so vitu mnazozana lakini watu hawaelewi, unaona? Mnazozana tu hapo tu chini. Kelly akaniambia Onyi usijibu. Usilete tension hapa. Nyamaza. Haki my sister Sira ilinishika, nikatoka hapo penye nilikuwa, nikapanda juu huko juu penye ma MCS walikuwa wamekaa, nikakaa hapo hadi rally ikaisha. Nao nikaenda sasa kwa kuna msichana anaitwa Morina Rua ambao ni anakuaga wako pamoja, sijui ni bibi wa maji ama ni girlfriend yake, sijaelewa. Nikaenda kwake. Nikamwambia Morina, niko na vita mingi napiga hapa kwa Azimio na sijui ni nini. Morin akaniambia hata mimi Mdomo Bagi aliwahi niambia hautawahi imba mahali popote penye Raila yupo mpaka siku atakapokufa. Sasa sikiliza. Tarehe 24th December nikaitwa Budalangi kwenda kuimba kwa Mheshimiwa Wanjala. Hello? Sasa wenye waliniita sasa ni mheshimiwa, alikuwa na event yake tu, anakuwa na vote riding kila mwaka. Sasa hiyo si ya party, hiyo ni yake tu. Anakuwa na event tu yake tu, lakini anaitaka Raila kwa sababu yeye ni MP wa ODM. Unaona? Nikaenda pale nikaimba hiyo wimbo yangu hiyo ya Raila na mpira. Sasa hiyo wimbo kumbe ilikuwa imeshashika huko kabisa, wimbo iko na nguvu. Mheshimiwa huyu akaniambia Onyi, tarehe 26 tuko na Luya declaration Kakamega. Usirudi Nairobi. Tunaenda na wewe mpaka Kakamega. Uende ufanye nini? Uende uimbe. Mimi nikakaa siku mbili. Ilikuwa tarehe 24th. Nikakaa siku Christmas nikakula nyumbani. Tarehe 26 tukaenda Kakamega. Kufika Kakamega kwa sababu DJs wa Omega 1 walikuwa wanajua Onyi TB ndiye anaingizaga Raila wapi kwa podium zile Raila anataka kuongea sasa. Unaona? So tulikaa tu hapo wakati Raila anasimama hivi anataka kuongea. Wale ma DJs walikuwa wanajua tu automatically mwenye anafaa kuingia ni nani? Ni Onyi TB. Unaona? Wakaweka wimbo yangu. Kuweka wimbo yangu ndio unasikia Raila anasema nini? DJ, hapana leta machanganyiko. Nataka lero ni lero. Unasikia? My sister, hapo ndipo penye maneno yangu na ODM iliisha hapo. Bloggers wakaanza kublog Raila amekataa wimbo ya Onyi. Yes. Wacha nikukuku wako. Unajua? Raila alikuwa kwa Wadula. Yes. Akadi kwa Wadula. Yes. Kuwafuta. Na kile alitaka hiyo wimbo ya Lero ni Lero. Yes. Hiyo ndio alikuwa akitaka. Hiyo ndio ile. That was the reason. Na hapo ndio alikuwa Wadula sana. Ni kweli, ni sawa. Naelewa hiyo kabisa. Raila kama Raila hakukuwa na nia mbaya akisema hiyo. Lakini bloggers, unasikia bloggers sasa wakaanza
Raila amekataa wimbo ya nani? Wimbo ya Onyi. Sasa kila mahali my sister, kila mahali kama ningeongea unasikia wewe Raila alishakataa mambo zako nini ABCD. Na saa hizo I can tell you and God is my witness. Mimi nilikuwa nimewekewa 5 million na UDA niimbe wimbo na nilikataa because I was sure Raila anaenda kukuwa president. Nikasema nimeshavumilia na hii kitu, nimeshapigwa tear gas. 2017 nilipoteza watu paka mimi nimeenda kuzika watu wawili, ma securities wangu waliuawa kwa sababu ya hii kitu. Si wachi. Lazima niingie kwa hii serikali. Hii serikali ya Raila haitanitoa nje. Ngangana tunayo. Now wakati tulikuja sasa, ile nilikuwa nakuambia, ile nilitukanwa Kasarani, si nilikwambia kuna MC wa Kalonzo alisikia wakati natukanwa. Usiku nikapigiwa simu. Ilikuwa kitu kama saa 3 hivi. Akanipigia simu, Onyi, uko wapi? Nilikuwa tu nimesharudi kwa nyumba. Niko na stress imenipanda kabisa. Hebu kuja Stanley Hotel. Nikakimbia mbio, hata nilienda na boda tu. Nikaenda kufika nikakuta kuna Kalonzo hapo. Sasa huyu jamaa anaelezea Kalonzo. Haki huyu kijana anapata masaibu kwa ODM. Au watu sijui wamtaki huyu kijana, sijui natujui ni kwa nini na vile ametusaidia. Unajua kwa Embakasi South, mimi ndio nilikuwa official artist kufanya campaign. Now Kalonzo kwa mdomo yake, nikimaliza kuongea na wewe hivi nitakutumia hiyo video because I went with my video man, I recorded it. Kalonzo alinipromise, akaniambia Onyi, pole, vumilia. Raila akishatangazwa tu kwa president hivi, wewe utaingia kwa hiyo serikali lakini kupitia Wiper. Cause mimi ODM na ilikuwa imeshani block. I'm telling you the truth. Unajua mtu kama Junet Mohamed kwa Raila huwezi kumuignore. That's a very sensitive person pale kwa Raila. Unaona? So mimi nikakaa tu hapo nikingojaga nitaingia kwa serikali kupitia wapi? Wiper. My sister, unfortunately Raila hakutangazwa. Ruto ndiye akatangazwa. Nikabaki sasa sina hata mimi sijui aliiba ama alifanya nini, lakini mimi nasema ni sawa. Okay, haya. Ruto akaiba akatangazwa kwa president. Sawa? Yes. Nikasema sasa sina option. My dear, hiyo 2022 yote hiyo mambo ya kustruggle, mara uende huku ufanye nini ABCD, life ilinichapa. Na mimi ukiingia kwa YouTube, okay, hizi vitu zote naongea na wewe, naongea ziko na evidences. Nilikuwa naenda industrial area napiga order ya unga hata lori mzima, naingia nazo kwa mitaa nikikampeni nayo kwa jina ya Raila. Nilikuwa sure Raila anaenda kuwa president na lazima ni participate, at least nikue na kitu ya kubageni nayo, kama hata mimi nilikuwa nafanya ABCD. Nilisota mpaka manyumba penye nilikuwa naishi, nilikuwa nakaa kwa nyumba Dandora, kwa nyumba ya 2 bedroom. Ilibidi nimetoka nikaenda kwa single room. So wakati maandamano ilikuja nikasema hii sasa, kwa sababu sasa sina option. Mimi I was against maandamano. I'm just being honest to you. I was against maandamano. Nikasema mimi kwa maandamano sitaenda. I said it just simply, lakini ikakuwa na impact. From there matusi zile nilikuwa napata kwa ODM bla 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 ndio. Yes, I think I saw that. Yes, you said it. So yeah, you said it. Yeah, I think I saw it somewhere. Kwa jini unajua kitu? Mimi mfuata mambo ya nini sana. Sawa. So sawa. So zile matusi zile nilikuwa natukanwa na mimi, wewe unajua tu. Saa hii hata kama ningeimba Raila wimbo ya aina gani, watu kama wameshasema wewe ni mbaya, they didn't want me. Sasa nikasema my dear, sina option. Let me just go to yule tu mwenye sasa at least wanasema ni mbaya, lakini amewahi nisaidia. Mimi nakwambia ukweli na Mungu na Mungu anisamehe kwa neno hili ambalo nataka kukuambia. Raila amenisaidia, yes. Raila amenisaidia kwa kutumia jina yake ya Raila kuimba na kujulikana Kenya. Lakini kwamba ndio hii mwanangu umeniimba, umefanya hivi na hivi, chukua hii. I can tell you even one bob no. Lakini jina yake imenisaidia, ikanitoa mali moja hadi mali pengine.
Mimi nilisema so what do I do? Because kuna blockage kwa Raila. Mdomo bagi ndiye ako kwa entertainment huko kwa Raila. Na amesha hapa hakuna siku nitawahi imba mbele ya Raila kama bado ako hai. Ningefanya nini? Si ningeenda tu mahali penye at least nimepokelewa. And that is the reason why unaona sasa hivi naimba Ruto. Hivyo tu. Kama kuna mahali penye nimekosea, just na haujaiweka kwa nini? Sija Kuna talk about it. Umeshaiweka kwa nini kwa YouTube? Whatever. No, it's bado. What's the proof that you do it? Yeah. In brief, let me tell you about Raila kwanza. Raila, you can't get to Raila very hata kadanga na kikuja. Saa zingine tumpatangi na su kasirika sana. Tunakasirika kwa nini? Kwa nini tunafikiria tutampata. Ukaa mimi, I told you that I came to Kenya for only 10 days, which is very expensive. I had to leave my work. Nikaenda sijui Machakos huko ndani, tuliteseka njia mbaya nini tukamwita wa mama tukawapatia vitu. I went to Webuye sijui huko Kakamega kupiga tu kura. Sikuwa nikipiga baba kura lakini kwa nikipiga Azimio. Unaona? So some of us, we got very disappointed. Mimi hata ni speaker, nikapiga picha hiyo speaker uone. Hiyo speaker inaitwa Raila. I was very ready with this speaker. Niweke nje kama nakwambia watu wetu hapa my neighborhood. Walijua si wao ukipiga Raila na mpira sijui nini hiyo. Yes, ni mimi tu bado. Hiyo wote wanajua nikiweka tu hivi watu wameshatoka nje. Watu wanapiga hiyo sijui nani hivi na mpira nini. Hiyo yote. Jo na mpira anapatia oparanya hiyo si ndio? Hiyo alafu there is a place that I like it. Sijui kuna pale kwa chorus. There is a chorus, hiyo chorus ni nzuri. Kuna chorus hapo. Sijui unaipenda. Tunapenda hiyo wimbo sana plus my neighbors. Raila Raila ama sio hiyo? I'll get it for you. Sasa kuna watu wake. Kwanza kuna kitu nilipenda kuandika. Kitabu nitaka kuandika ati watu wa juu hawajui vile watu wa chini wanateseka. Because watu wa juu hawajioni hao wanapotoa hiyo vitu ziko nzuri kwa ground, ziko nzuri kwa ground. Raila doesn't know what hata unataka kumreach. Ni hao watu wake hao chakara wake hao ndio wanakataza watu kuleni kwa Raila. Kwa hivyo don't think that Raila kuna ubaya hata na wewe. Hizi rumors. Lakini kwa ndio they'll catch. Nilisema catch au ndio catch. Raila nilisoma nao sana. Ndio Raila nikuja hapa. Alikuwa ameshajua timu ndio catch kwa Ruto. Ruto amemrudia gari. Na kamrudia nyumba kale. Na ni mele. Huyu dadake Harriet dadake si huyu mwenye alikuwa nominated 2017 Millicent Okatch namjua hata kwa campaigns za 2017 yeye ndiye alikuwa na deal na entertainment pia. Sasa wacha tukwambie. Sister dadake mdogo alitumwa na Ruto aweke Raila sumu kwa chakula. Sabina Chege akatumwa pia jaribu. Janamo pia alitumwa wajaribu. Lakini baba ni nani? Mungu amemshikilia. Kwa nini Ruto anajaribu all means? Ndio Ruto doesn't care. Hata kiwa Raila. Anasema hata kiwa Raila watu watalia maisha. That is what Ruto is doing. Kwa hivyo watu wanajua mchezo ya Ruto. Mbona Uhuru ndiye na nini? Alienda na ndege ya Uganda. My sister, unajua unaniambia maneno kubwa mpaka unafanya sasa hata mwili yangu inatetemeka wewe. I'm telling you. Mbona Uhuru alienda na nini? Mimi sijui. Na ndege ya Uganda. Yes, Ruto had planned something. Sasa
ndio tunasema intelligence. You know, we have done intelligence and security. And I've seen that Ruto doesn't have any security. His intelligence is not good. Because unakumbuka ile siku Raila aliingia unaita CBD, CBD. Aliingia Central, what is it called? I don't know. Tao. Aliingia na pikipiki. Mbona Raila aliingiaje na pikipiki na Ruto kuna intelligence? Mbona alipanda Uganda thing na Ruto ajui? Jiulize. So where is the security in Kenya? There isn't. Ruto is trying as much. Sikudanganya, use Jalamo ikuwak. Use Sabina Cheke ikuwak. Use the Okats. Azikuwak. Waweke Raila to stop poison. Na wewe unazijuaje? I'm one of the thingy. Aya. Okay, fine. Now, hiyo ni sawa. Hiyo sisi ndio wale wakubwa hapa. Okay. Hata ukiangalia maandamano ya nini? Ya London. Sisi ndio tunaongoza hapo. It's fine. So tafadhali because I know. Lakini okay, sawa my sister, now I have a question for you. Then it means ni nyinyi mmetufukuza basi kwa Azimio, kwa sababu kama watu kama nyinyi mko mahali penye you are in position ya hata kusupport mtu, at least isifike mahali penye watu wanaweza wakakimbia. Hadi sasa hii you are encouraging me, you are telling me mmekuwa wewe pia umenunua paka speaker umeita Raila, you are in London, we know the big name London. Sisi hapa Kenya tukishasikia mtu wako London tunafurahia. Wewe sasa zile unaenjoy hiyo wimbo ya huyo msanii mwenye hata si vibaya, cause mimi kunipata si ngumu. Utafuta tu huyu mtu, just encourage them. Hata waambie tu unafanya kazi nzuri, Wacha nikwambie kitu. Yes. Sasa ndio umeniambia. I'm going back to the committee niwaambie. Sasa the thing is, unaona siku ya nini corona? Uliva anybody. I was helping. Bloody helping the wasanii sana. Mimi nilisaidia wasanii hata nikienda Kisumu. Wana au kilimini celebrity. Hawa kina sijui Onyi sijui nani. Mimi wajua, I've never seen them since Adam sijawaona. Huyu boss Uda Sembo, sijui boss. Niliwasaidia mimi kuwasikia hata saizi. The least they could live with was 30,000. Kenya shillings. Okay, fine. Na sasa if I'm small. Okay. Sijui nikasaidia sijui Julie. These people, so long as I was just picking them, I don't know them, I'm picking them kwa studio, usiku wanaimba Kisumu, I give them transport na wapatia sijui nini. Sawa. I really help to na sasa hata hivi, hata tukiongea, I'm looking for how I can get sponsors wasaidie wasanii wa Kenya from here. Yeah. Kwa sababu nani my sister, hebu nisikilize hapa kidogo. Let me tell you the truth. Unaona Kenya sahi ukiimba wimbo na ukahit ukapanda juu kiwango ile nilikuwa nimefika sasa mimi mahali penye niko hata sahi. Do you know people are running to me? Kwangu nyumba inabishwa kila saa, watu wanakuja na cries. Some of them hawana food, wengine wamefungiwa manyumba, wengine watoto wao wamefukuzwa shule. They believe ya kwamba wewe maisha yako iko sawa. Na sasa hizo wana believe hivyo, lakini pale penye wale unawaimbia, they are just blocking you. Mimi I can tell you, hizo miaka zote nimeimba Raila, nimemeet Raila mara moja peke yake kwa ofisi. And that day nilimit Raila, kuna wewe anaitwa Silas Jakakima. Alinipatia $100 ambayo it was 10,000 Kenya shillings mara moja. Silas ndiye alinipea. That was 2017 kama bado tuko kwa hiyo wakati ya nini. So this thing pia sometimes it is not easy. Ukiona inafika mahali penye sasa unaona tu sasa edit hata niimbe tu hata huku at least ni nini. Hata saa hii unaona hata hii wimbo yenye naimba sasa hivi. This song Ruto mwenyewe hajaisikia. Though No. na I refuse it. Don't do anything for
Ruto mwenyewe hajaisikia. I'm struggling, natafuta utaratibu za kufikia at least niende, hata mimi mwenyewe sijakutana na yeye. Ndio tunafanya utaratibu at least tukutane tuongee ABCD. Haijafika. Nataka ufanye nini naye? That man is wicked. If it is money, let me tell you, that money will not help you. Any money that Ruto will give you, it will be blood money. It is not about money. Unaona hiyo kidogo. Let me tell you something. We can't understand. Hii kidogo Mungu amekupa. Shukuru. Don't go for big things. I'm not like you. Okay, it's fine. Big things that you want to be quick, rich very quick. No. I want to share with you something as I believe ya kwamba nataka kukutumia screenshot nyingine hapa na ninakutumia tu nikiamini kwamba it will just be between me and you. Nataka nikutumie message nyingine hapa uone. Unajua vile Tommy sifa alifanywa. Sitaki watu wakuchukue vile Tommy sifa alifanywa. Atunatoa tu hiyo wimbo basi. Utafanya vile Tommy. Okay, let me nimekutumia screenshot nyingine hapo, hebu isome. I want you to feel me and understand the reason why sometimes we can get ourselves. Hiyo message nimekutumia hapo, that is a message from my landlord. Okay. Unaelewa? Uone ile pressure pia tunakuwa nayo. As I'm talking to you saa hii, shule zimefunguliwa. Mtoto wangu ambaye anafaa kujoin junior secondary. Niko na mtoto anafaa kuingia class 7 ambao sasa hivi Kenya tunaita junior secondary. Ako na mimi kwa nyumba mpaka saa hii. Alikuwa anafaa kuripoti shule kesho, nimetafuta hiyo pesa nimekosa. So kuna vitu mingi zinaweza kukufanya tu uone tu hata afadhali basi, hata kama ni hiyo basi develop. Inabidi tu cause sasa ni normal. No, hii ni December. The text imetumwa, kuna ya November na kuna ya December. Hii yenye ametuma December tarehe 1. Okay, sijui nimekutumia gani. Kuna ya December tarehe 1. Yes. Inamaanisha yes, kuna hii ya December 20, kuna yenye unajua hata ilinibidi sasa hadi una block paka landlord wako. You are blocking your landlord asikuongeleshe. Aya, ukiangalia hapo this message was on Friday December. Hiyo ni wakati alijaribu kunipigia, sikupick, nikamwambia nampigia back. It was on Friday 29th. Inamaanisha that's the other week too, unaona. So there are so many things my dear that can push some people, some of us, unaona. Kwa sababu at the end of the day mimi hata mpaka inafika kama mahali nasemaga hata fadhali ningebaki na the normal name I had. Hii kukuwa na jina kubwa ni stress kubwa. Ni aibu kubwa eti sasa mimi niko na mtoto kwa nyumba just because I cannot afford 15,000 ili mtoto wangu aingie shule. I know, na hii ni January. Na saa hizo wewe watu wanakimbia kwako, people are running to you expecting that you can help them. They believe ya kwamba wewe mambo yako iko safi. Hadi ilinibidi nikimbie, nikatoka Dandora nikakuja sasa kukaa Umoja. Sasa as I'm talking to you, I'm staying in Umoja. At least yes, sasa unajua Umoja aina ile ya at least unajua kitambo watu watoke kwa ghetto wakuje huku wakubishie mlango lazima struggle sana. In Dandora nyumba yangu hata naweza kwa nyumba na nijifiche kwa bedroom. Because people are knocking na kila mtu anakuja na shida tofauti. Sasa hivi pia wameshajua hapa. Itanibidi tena nimehama. Unaweza wasaidie tu.
Sasa wewe utawasaidiaje wewe mwenyewe umeshindwa kujisaidia? Ni kama mimi. Kuna watu hata sijui inbox yangu ilijaa watu wa school fees. Imejaa watu. Na mimi naambia pia mimi kuna watu nyumbani na kuna vijana wangu na familia university yote. Kila mtu amenikuja kwa inbox, kila mtu. They don't believe it. That is now. So I get your point. Ukiangalia kuna picha nyingine tena nimekutumia hapo. I was just trying to raise vile mtoto wangu anaweza enda shule. Unaona sasa nanunua kitabu moja, nanunua socks, nanunua rula. Yani unanunua vitu polepole paka vitabu zimeshajaa sasa. Saa hii kiti nimebaki nayo. Umeona hizo vitu nimekutumia hapa. Na saa hizo unanunua tu moja at least. Na nimenunua paka nikafika hapo. Walikuwa mwingine alishaenda shule. Sasa huyu ni mwenye nafaa kuingia junior. Now, I want you to understand me. Ukisikia kwamba ukiimba fulani at least mambo yako itakuwa utakosa kuimba my dear. I don't know. Lakini unajua saa zingine shetani anatutumia kwa talents zetu. So what I'm fearing, don't get into your talent then uingize kwa hizo vitu. Yeah. Anyway, I was also raised in a Christian family. Sometimes I neither ignore maneno unasema na maybe saa zingine ni Mungu amekutumia wewe cause hata hiyo group hiyo mahali penye nilikuwa jana mimi siendagi. I don't know even what took me there yesterday. Maybe ni Mungu tu. Yes, I cannot. To be honest, kwa jili watu tukana nuru na moshi sana. So, nipinga kwa nuru, I support because of how people talk. Hiyo moshi pia ni hivyo tu. Lakini, what I would say to you, hiyo mambo yako ya muda weka chini ya maji. Weka chini ya maji. Mimi najua wajadua kule ni wabaya. Wameshanitukana matusi zote za dunia. Hata leo ndio nimewaadress by the way. Leo ndio nimejaribu kujiexplain kidogo. There is but ni ngumu. Matusi zile nakutana nazo. Hata matusi tu zenyewe zinaweza kukuua kabla hata mtu hajakupiga. Matusi tu peke yake. Tungefanya unaona kina bidii setokaje. Baba ameshawasaidia lakini walienda kwa nani kwa Ruto. Lakini hawaongeangi, wameweka chini ya maji. Hata wameweka chini ya maji. Unajua wewe expose ukasema unatengenezea Ruto wimbo. Unajua social media watu wengi wanaona. Watu wazimio wameona zote zile tumeandika. Mimi nikiona kama ni ngumu si wimbo nabadilisha inakuwa Raila na ninasema kwamba nilikuwa nataka kutest nisikie venye mnasema na ni release. Na hebu iweke chini ya maji. Usikarudi kidogo unatoa sifa. Wajabu ni wabaya. Ndio ndio. Bwana. Hao wanadamu sijui wanadamu wa inchi gani hapa? Wajabu ni wabaya. So just weka chini ya maji, wewe unajua una support nani? Lakini usikaiweke kwa nini? Don't put it on social media. Unaacha na jadi jaribu. Captain. Alisotwa, alitukanwa. Kwani Roy Captain hajawahi ni Roy Captain naona anakuwa mtu wa nini sana. Oh my God, kuna siku sijui takutafutia hiyo place. Kuna siku alibandani Ruto. Kuimba tu Ruto hivi watu wenyewe wakamweka.
sijui ni Ramogi hizo station uko nayo. Mtu akakatia clip ndogo yake. Alikuwa amepatia ndio naye. Alikuwa amepatia producer mwingine hata sijui watu wa radio. Mtu akakatia clip. Nikapiga simu nikamuuliza, "Wewe hii ni nini umefanya? Umeiba Ruto?" Alisema ndio kujua ati alipatia tu mtu asikize. Ikalik. Mtu akaiweka. Wajaluo walitukana. Ulikarobi anakwambia, "Si unajua?" Roy Captain namjua vizuri sana. He's a friend of mine. Hebu muulize angefanya hivyo. Hebu mpigie tu simu ukuje muulize. Alitukana, unapiga nirudi. Ale wajana naye. Unaona tunafanya tu sifa. Wacha ndio si watu wa kuchezea. Sasa unaona wote wanarudi. Wote wanarudi ni Azimio. Lakini baba anajua awachunge hao watu pengine Ruto amewatuma. Anyway. Jamaa amejaribu kurudi. So mimi sijakataa uende muda. But just be careful. Mimi nimesikia maneno zako and we never know, atujui reason gani tulikutana jana and let's just pray and sometimes pia kusikiliza wanasema biblically they say sikio la kufa halina dawa, aonywaye mara nyingi akishupaza shingo huvunjika na wala haina dawa. So si tunaweza Kiswahili yaani inamaanisha ya kwamba when you are being warned severally na unajifanya wewe ndio unajua sana, itafika siku shingo yako itavunjika, lakini haitakuwa na dawa. Maana watu wenye wangeweza kukusaidia kukurudisha hiyo shingo yako iende straight ndio wenye walikuwa na kuona, so watabaki wakikwambia tulikwambia. Yes. Wewe on that note, sasa vile umenisikia, nitakutumia huyo mtoto, sina pesa lakini from next month kituka tarehe 6-7 hivi nitakuwekea 5,000 uongezee upeleke huyo mtoto shule. Okay. Yeah. Nitashukuru. In fact, hata sasa hivi nilikuwa nataka tu kuongea na mwalimu because ni the same school. Nilikuwa nataka tu kuongea na mwalimu kama atapata uniform kwanza aingie tu shule. Nikimaliza kuongea na wewe nataka kumpigia mwalimu tuone tu kama anaweza enda kesho, ya aende tu shule tuone hizo vitu zingine. Uniform shule. Anapaka kupewa uniform shule. Of which mimi kama ningepata tu uniform hizo zingine naweza hata kama tukingoja pole. Uniform iko shule. How much is it? 2,700. Only? Yes. 2,700. Tuone kama ata hata msirudi kuishi huku Kenya, by the way. Huku ni kubaya. Mimi nataka kurudi. Kuja Kenya. Last year nilikuja twice, this year nimeshakuja pia. Don't come my dear. Kaa tu huko. Hata sisi wengine mtutafutia nafasi tukuje. Huku ni kubaya my dear, I'm telling you. I want to come and work in Kenya. Kenya life ni rahisi. Hey. Ile siku utakuwa unahitajika town na una hata 20 bob ya kupanda matatu. Nitakuja kama nimejipanga. Hebu nipatie your names. Joseph Onyango Ochieng. Ochieng. Yes, Joseph, let me write it here. Joseph. No, it's Ochieng. Did you say Ochieng? Yes, like that. Joseph Onyango Ochieng. And your telephone number? 0797 57 9410. Okay, 797 579410. Yes. Aya, basi mkanipeleke uniform ongea na mwalimu. Thank you. I've just quizzed myself. Okay, asante. Okay.
Okay, it's Joseph Oching. Yes. M-Pesa yako inaonyesha Joseph Oching. Yes, inasemaga tu Joseph. Hiyo Onyango inakuwaga silent. Inasema jina ya baba ni Joseph Onyango Oching. Sasa Onyango inaendaga silent inakuja Oching. Onyi mwana wa chikinda. You are still on a call? Okay. What team is it? Okay, asante. Imeingia sindio? Naona message nyingine hapa kwa hii simu kidogo tu. Bado. But itafika. Saa zingine inachukua time. Na wewe ni wa wapi? Huko ni Kenya? Nyumbani. Nyakati. Oh, inyanya Nyakati. Tunote kwa Kiswahili manaka nende ya. Manobe timu nyawa usually. Kwani ukujua mimi mjado? Yani for sure inyalo keta 45 minutes kwa TikTok inaleta tumbo joto bado sija release. Hapana, ngoja kwanza. Don't release it. Wacha nikwambie kitu, one thing is. Pesa ya Ruto ni pesa ya damu. Si pesa safi. Once you hold it like this, utakomelea kwa nini? Ni kama atakuingiza kwa boxio ya nini? Ya devil worshipper. Ruto is not a clean man. Yes, he might have money. We don't refuse it. Hiyo kitu unaniambia is it politics ama uko sure na uko na It's not politics. It's not politics. To be honest, it's not politics. It's 100%. Ruto started very well pretending to be a Christian. What does Ruto do? Lakini it's fine. Lakini mimi nakuuliza hivi my sister. Hii sasa tunaongea tu pole pole. Hii nakuuliza tu pole. Until it gets into your house, ndio utajua kumbe Ruto ni mtu wa damu. Fine. Na mimi nakuuliza tu kwa upole kama like my sister. Politically kuna watu wenye kuna mtu kwa hii Kenya watu wameshamkufia wengi kuliko Raila. Hakuna. That's why Raila anaogopa damu na anapeleka watu kwa barabara wanaenda kuuawa my sister. People are dying. People are dying. Raila wakomboe. Sikupenda kwa Raila watu wakufe. Sasa hizi maandamano zinatendeka. Ruto and Uhuru had to kill the boss. So I don't blame Raila in anything. Na huyo Uhuru umetaja hapo. Si huyo Uhuru ndiye ameshikana na Raila saa hii. Nimeitikia wameshikana. But the last time ile damu ilitoka, ilikuwa unakuwa wanaingia kwa nyumba ya watu wanakata watu. Sasa hizi damu don't think that is kwa Raila. Zinaenda kwa Ruto au watu wanatumana kuuliwa. It is not Raila. And these people who are being killed, even Raila is very innocent. That's why Raila hata hii maandamano amesimamisha kidogo. Ruto is wicked. Is not good at all. Ama unachukia tu Ruto ya watu. Hello? Network is networking us. Ni wifi. I think ni. Hello? LTN. Lower Trending Mission.